Mpendo wa mtu wa Mungu, leo tunakwenda kusoma Biblia takatifu. Tuko katika kitabu cha Mtakatifu Luka, nasi tuko katika sura ile ya 6. Tutasoma sura ya 6 yote ambayo itakuwa na vipengele. Hivi sasa tutasoma kuanzia aya ya 1 hadi aya ya 5, na tutafika pale ambapo Bwana atakapokuwa ametubarikia. Ikawa siku ya Sabato moja, alikuwa akipita katika mashamba. Wanafunzi wake wakawa wakivunja masuke na kuyala, wakiyapukusa mikononi mwao. Basi baadhi ya Mafarisayo wakawaambia, "Mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato? Mbona mnafanya lisilo halali siku ya Sabato?" Yesu akawajibu akawaambia, "Hamkulisoma hata hilo alilofanya Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wale aliokuwa nao, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu, akachukua mkate ule wa uonyesho, akaitwaa mikate ile ya uonyesho, akaila, akawapa na hao wenziwe, ambayo si halali kuila, ila kwa makuhani peke yao. Akawaambia, Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato." Hiyo ni Luka sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 5. Tutaendelea kusoma Luka sura ya 6 aya ya 6 hadi ya 11. Ikawa siku ya Sabato nyingine, aliingia katika sinagogi akafundisha. Na mlikuwamo mtu ambaye mkono wake wa kuume umepooza. Na waandishi na Mafarisayo walikuwa wakimvizia ili waone kwamba ataponya siku ya Sabato, kusudi wapate neno la kumshtakia. Lakini yeye akayatambua mawazo yao, akamwambia yule mwenye mkono uliopooza, Ondoka, simama katikati." Akaondoka akasimama. Ndipo Yesu akawaambia, "Nawauliza ninyi, je, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya? Kuponya roho au kuangamiza?" Akawakazia macho wote pande zote, akamwambia yule mtu, "Nyoosha mkono wako." Akaunyoosha mkono wake, ukawa mzima tena. Wakajawa na uchungu mzima tena. Wakajawa na uchungu, wakashauriana wao kwa wao wamtendeje Yesu Kristo. Luka mtakatifu sura ya 12 inaendelea kusema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume: Simoni aliyemwita jina la pili Petro, na Andrea nduguye, na Yakobo na Yohana, na Filipo na Bartolomayo, na Matayo na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Simoni aitwaye Zeloti, na Yuda wa Yakobo, na Yuda Iskariote ndiye aliyekuwa msaliti. Aya ya 16 sura ya 6 kitabu cha Mtakatifu Luka. Aya ya 17 inasema, akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambalale pamoja na wanafunzi wake wengi, na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni, walikuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Na wale walioshambuliwa na pepo wachafu
waliponywa na makutano yote waliokuwa katika kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Aya ya 20 sura ile ya 6 kitabu cha Luka mtakatifu kinasema, akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa, kwa sababu mtashibishwa. Heri ninyi mlio sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahiwani siku ile na kulukaluka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi mlio na mali, kwa sababu faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza. Na ole wenu ninyi watu wote watakapo wasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Basi akawakazia macho, anasema, akashuka. Sura ile ya 6 aya 17 inasema, akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambalale, pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa ya watu waliotoka Uyahudi na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni, walikuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Na makutano, anasema, na wale walioshambuliwa na pepo wachafu waliponywa, na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka kuwaponya wote. Kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka kwenda kuwaponya wote. Aya ya 20 inasema, akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini, kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa, kwa sababu mtashibishwa. Heri ninyi mliao sasa, kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahini siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Lakini ole wenu ninyi mliokwisha kuipata. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali, kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa, kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa, kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Lakini nawaambia, hii ni aya ya 27 sura ya 6 kitabu cha Luka mtakatifu. Lakini nawaambia ninyi mnaosikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wale wanaowachukia ninyi, wabarikieni wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao wawaonea ninyi. Akupigaye shavu moja mgeuzie na la pili, naye akunyang'anyaye joho lako usimzuilie na kanzu. Mpe kila akuombaye, na akunyang'anyaye vitu vyako usitake akurudishie.
na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwaonyesha fadhili gani? Kwa kuwa hata wenye dhambi huwapenda wale wawapendao. Nanyi mkiwatendea mema wale wawatendeao mema, mwaonyesha fadhili gani? Hata mwenye dhambi hufanya vivyo hivyo. Na mkiwakopesha watu, hata mkitumaini kupata kitu kwao, mwaonyesha fadhili gani? Hata wenye dhambi huwakopesha wenye dhambi, ili wawarudishie vile vile. Bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema kwa wasiomshukuru na waliomshukuru. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msishutumu nanyi hamtahukumiwa. Anasema msilaumu nanyi hamtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Hicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Aya ya 39 inasema, kitabu cha Luka Mtakatifu, ikiwa kama ndo unafika, tupo kwenye kutafakari Biblia, kitabu cha Luka sura ile ya 6, nasi tumefika aya ya 39. Akawaambia mithali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawa hawatatumbukia shimoni wote wawili? Mwanafunzi awi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu ambaye amehitimu hulingana na mwalimu wake. Basi mbona mkitazama kibanzi kilichoko ndani ya jicho la ndugu yako, na boliti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huiangalii? Au utawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, ndugu yangu, niache nikitoa kibanzi kilichoko ndani ya jicho lako, nawe uiangalii boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kulitoa lile kibanzi kilichomo katika jicho la ndugu yako. Sura ya 6 Luka Mtakatifu, aya ile ya 6 inaendelea kusema, aya ile ya 43, sawa, kumradhi. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu muovu katika hazina ya uovu wake wa moyo wake hutoa yaliyo maovu, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake. Tumefika aya ile ya 46 kitabu cha Luka sura ya 6, inasema aya ya 46, na kwa nini mnaniita Bwana, Bwana, walakini hamyatendi nisemayo? Kila mtu ajaye kwangu na kusikia maneno yangu na kuyatenda, nitamwonyesha mfano wake.
Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipo na misingi. Mto ukaichukua kwa nguvu, ikaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makubwa. Hilo ndilo neno la Mungu. Asante kusikiliza neno la Mungu kutoka PHD Ministry na mtumishi wako Amos Aaron. Karibu tena wakati mwingine, au unaweza kuendelea kuangalia makala mengine na neno la Mungu ambalo tumekwisha kuliwasilisha hapa. Usiache kusubscribe ikiwa unaangalia kutoka YouTube, lakini pia usiache kutufollow ikiwa unaangalia kutoka Facebook, Instagram au TikTok. Bwana akubariki sana na Mungu awe kiongozi wako siku zote za maisha yako. Wasalimie watu wa familia yenu, waambie Bwana anawapenda sana. Amani iwe kwenu. Utakapoingia katika nyumba, mkaseme amani iwe kwenu, na kama mwana wa amani yupo, amani yenu itawakalia. Lakini kama amani haipo, amani yenu itarudi kwenu. Amani ni kitu ambacho kinaweza kuhamishwa, ni kitu chenye kuhamishika, lakini kwa tendo la imani. Bwana awajalie kuyajua maneno ya maandiko matakatifu na yawe ya baraka katika maisha yenu, yakawape baraka, kwa sababu neno la Mungu ni uzima, tena ni amini na kweli, ndio roho kamili, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana ni Mungu mtukufu, tena ni zaidi ya mwanasayansi. Anapoumba kitu, muamini kwamba ni kweli na uzima, tena ni uhai. Bwana awabariki sana, nami ninawashukuru kwa kuwepo mahali hapa. Ninamwomba Mungu aendelee kuwabarikia na kuwapa ile chachu ya kutaka kusikiliza neno la Mungu kila wakati, na Bwana akawabariki. Ninawashukuru sana, hata wakati mwingine. Mungu awabariki na kutulinda sote. Amen.